billahi shahida thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla. Falaqad faza almuttaqun haythu yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala inna lilmuttaqina mafaza. Ama katika sehemu yetu ya pili ya khutba, bushra lilmarid, bishara njema kwa huyu ambaye kwamba ni mgonjwa. Ma kunta ta'maluhu min at-ta'at wal qurbat wa mana'aka al-marad min fi'lihi fa huwa maktubun laka walau lam taf'alhu. Ona, pindi utakapokuwa mgonjwa, yale ambayo kwamba ulikuwa unayafanya min at-ta'at, kutokana na ile kumtii Allah na kutekeleza yale ameamrisha, wal qurbat, na kufanya yale yanakukaribisha kwa Allah azza wa jalla, yale ulikuwa unayafanya ukiwa uko mzima wa afya. Wa mana'aka al-marad min fi'lihi, haya maradhi yakakuzuia wewe kuyafanya, fa huwa maktubun laka walau lam taf'aluhu. Allahu akbar. Inakuwa ni wewe unaandikiwa hata kama utakuwa ukiyafanya. Maradhi yamekupata, ulikuwa unafanya jambo, mfano salatu dhuha, ulikuwa ukiswali salatu dhuha kila siku, umepatikaniwa na maradhi, Allahu akbar, huwezi kuswali. Kwa hivyo Allah bado anazidi kuandikia thawabu ambazo kwamba ulikuwa unapata pindi ulikuwa unafanya hii ibada, na hata kama utakuwa unaifanya, lakini anakuandikia kwa sababu maradhi ndio yamekuzuia. Na katika hadithi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, Abi Musa anasema aje, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha marida al-abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Pindi mja anapopatwa na maradhi au anaposafiri, anaandikiwa yale ambayo kwamba alikuwa akiyafanya muqiman, kama ni musafir, pindi anaandikiwa yenye alikuwa anafanya kama asafiri. Ama kama alikuwa ni mgonjwa, anaandikiwa yenye alikuwa anafanya kabla hajagonjeka. Na katika hadithi nyingine ana Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, idha ibtala Allahu al-'abdu al-muslimu bi bala'in fi jasadihi qala lil malak uktub lahu salihu amalihi alladhi kana ya'malu fa in shafahu ghasalahu wa tahharahu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimahu. Idha ibtala Allahu al-'abdu al-muslimu bi bala'in fi jasadihi, pindi Allah atakapopatia mja ugonjwa katika mwili wake, qala lil malak, anawaambia malaika, na tunajua kuna malaika wawili ambao kwamba wanakuwa na mwanadamu, wao ndo wanaandika zile vitendo wanafanya, ambao kwamba ni Raqib na Atid. Anawaambia aje, uktub lahu salihu amalihi alladhi kana ya'mal, basi mwandikieni huyu mja wangu yale matendo yake mazuri ambayo kwamba alikuwa akifanya. Fa in shafahu ghasalahu wa tahharahu, na huyu mgonjwa Allah akimpatia shifa, ghasalahu, anakuwa ni mwenye kumuosha, wa tahharahu, na pia anamsafisha. Wa in qabadahu, na pia akiweza kumfisha amchukue yeye Allah azza wa jalla, ghafara lahu wa rahimahu, anakuwa ni mwenye kumsamehea na anamuonea huruma. Qala Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim rahimahullah anasema, as-sabru ala al-masaibi wajibun bi ijma'il umma, kusubiria katika musiba magumu ambayo kwamba yanakupata wewe ni wajib, ni lazima, bi ijma'il umma, maulama wote wamekubaliana hiyo. Wa huwa nisful iman, Ibn Qayyim anasema ni nusu ya imani. Fa innal imana nisfani, kwa hakika hii imani iko na nusu mbili, nisfu sabrin wa nisfu shukrin. Nusu moja ni subra, as-sabr, na nusu nyingine ni ashukr, shukrani, kumshukuru Allah azza wa jalla. Thumma qala was-sabr yatahaqqaqu bi thalathati umur, hii sabr hii inapatikaniwa katika mambo matatu, kupitia mambo matatu. Habsu nafs anil jaz'i was-sakhti, kuzuia nafsi yako kutokamana na jaz'a, ile kutokuwa na utulivu, au hauna utulivu, hauna istiqama, mara umeamua hivi kidogo kidogo, umeshindwa kusubiri tena ukaamua kitu kingine. Hapana, unafaa unasubiri na unatawakkal kwake azza wa jalla. Ya pili, habsu lisani an shakwa lil khalqi, unazuia ulimi wako kushtakia viumbe. Wewe unafaa uelekeze mambo yako kwa Allah azza wa jalla, kwa hivyo hufai kushtakia viumbe, unakuwa na subra na unamuomba azza wa jalla. Wa habsul jawarih an fi'li ma yunafi sabr, na unazuia viungo vyako vya mwili kufanya yale ambayo kwamba hayaendani, yanakanusha sabr. Kwa hivyo
maradhi sio laana, bali maradhi ni neema na ni zawadi kutoka kwa Allah Azza wa Jalla. Kwa hivyo hatufai kushinda tukiuliza mbona mimi nimefanyiwa hivi, hapana. Kwa hivyo venye tumetaja hapa faida na hikam za maradhi, hizo ndo zinapatikaniwa pindi mja anapopata maradhi. Kwa hivyo maradhi unafaa uyachukulie kama neema, usiyachukulie kama ni kitu ngumu Mungu amekupatia, ila ni mtihani tu amekupatia wewe kuangalia kama utasubiri ama utasubiri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين في كل مكان. اللهم انصر جيوش المسلمين في فلسطين. اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين وارحم موتانا وموتى جميع المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر